أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. ويا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الحمد لله. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa tawfiki ya Allah na uwezo wa Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukutanisha tena, ametujumuisha tena katika kipindi chetu hiki za nasaha za kidini ama nasaha za Kiislamu. Vile vile kwa tawfiki yake na uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia na ametukutanisha tukawa tumo ndani ya miezi mitukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna vitu amevifadhilisha, amezipatia ubora, na kuna vitu vingine amezishukisha daraja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna vitu alivyopatia ubora, kama Maka ni ardhi tukufu kushinda ardhi nyingine yoyote, pamoja na Madina. Kuna Baitul Maqdis ni sehemu ambayo kwamba ni tukufu kushinda sehemu nyingine. Alhasil, kuna sehemu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitukuza kuliko nyingine, na vile vile katika miezi kuna miezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza kuliko miezi mingine. Kadhalika kuna masaa Mwenyezi Mungu ameyatukuza kuliko masaa mengine. Kuna watu kadhalika Mwenyezi Mungu amewatukuza kuliko watu wengine. Kuna amali Mwenyezi Mungu amezitukuza kuliko nyingine. Alhasili huu ama hii ndiyo mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna baadhi ya vitu amevifadhilisha kuliko vingine, na katika miezi aliyoitukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi minne: mwezi wa Dhulqaada mfungo 2, mwezi wa Dhulhijja mfungo 3, na mwezi wa Muharram mfungo 4, ambao kwamba ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, pamoja na mwezi wa Rajab. Alhamdulillah, sisi tuko katika mwezi wa Dhulqaada ama mwezi wa Dhulqaida. Hii ni moja katika miezi ile minne ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza kuliko miezi mingine. Mwezi kama huu, wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia, amewafikia, basi wanajitayarisha katika kwenda kutekeleza ibada tukufu ambao kwamba ni ibada ya haji. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakubalie amali zao, awapeleke salama salimin na awaregeshe salama salimin. Na mimi na wewe ambao kwamba Mwenyezi Mungu hakutuafikia, hakutujalia, basi mwaka ujao inshallah Mwenyezi Mungu atupeleke twende kufanya haji nyumba yake tukufu, na vile vile kwenda kumzuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ikiwa yamebakia masiku machache, siku kidogo kuingia katika mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema katika maneno yake matukufu katika hadithi, Mtume anasema ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ayami dhilhijja min ayami ashri dhilhijja, au kama qala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna amali yoyote ambao kwamba inapendekeza zaidi amali kama hile kuliko amal ambao kwamba imeifanywa katika siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Zile siku 10 za kwanza wa mwezi wa Dhulhijja, amali yake
ibada yake inakuwa ni bora zaidi kuliko masiku mengine yoyote yale. Al-amalu salih, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-amalu salih, amali mzuri. Amali mzuri ni amali yoyote unaweza ukafanya, yani kusoma ukachagua kwamba katika siku 10 hizi za Dhulhijja ukapanga wakati maalum ya kwamba haya ni masiku matukufu, haya ni masiku bora, wacha mimi nipange Qur'ani yangu maalum. Kuna mtu pengine ana uradi wake anasoma, lakini ukajiongeza kidogo ya kwamba hii ni hasa kwa ajili ya siku hizi za Dhulhijja, ukaleta adhkari katika siku hizi 10 za Dhulhijja, ukatoa sadaka katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Alhasil kushirikiana kufanya amal ama ibada, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya siku 10 hizi za Dhulhijja, ili tupate zile fadhila, zile ubora ambao kwamba zipo ndani yake. Ndo masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, yani hata jihad ya kwamba inashindwa na ibada inayofanywa katika Dhulhijja. Mtume akasema walal jihad, hata jihad, isipokuwa rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi falam yarji, isipokuwa mtu ambao kwamba ametoka kwenda kupigana jihad yeye mwenyewe, akatoka na mali yake, kisha akafa kule katika mapambano ya vita kama ile, basi mtu kama yule ndio atakuwa amemshinda yule aliyofanya ibada katika siku 10. Lakini kinyume na hapo, ya kwamba aliyefanya ibada, aliyefanya kitu kizuri katika siku 10 za Dhulhijja, ubora wake ni mkubwa zaidi. Hivyo basi, katika kutahadharishana na katika kutanabahishana ya kwamba baada ya kuona ibada inakuwa inapendekezwa zaidi, inakuwa na fadhila zaidi, inakuwa na ajiri zaidi katika siku 10 hizi za Dhulhijja, basi vile vile tujiepushe na kumuasi Mwenyezi Mungu ndani ya siku 10 hizi za Dhulhijja. Tujiepusha na kila kitu ambacho kwamba kitakwenda kutuweka katika hasira za Mwenyezi Mungu katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Tujiepushe na machafu katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Kama vile ujira wake ni mkubwa, basi vile vile tunaweza kusema kwamba madhambi yake, ghadhabu zake, hasira zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kali zaidi katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Yatakikana tuwe makini sana, yatakikana tuwe na tahadhari kubwa sana katika kufanya mabaya ama machafu katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Vile vile katika siku 10 za Dhulhijja unaweza ukafunga, kwa sababu saumu ni moja katika ibada tukufu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kwamba katika hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu anasema illa saum fa innahu li wa ana ajizi bihi, ya kwamba saum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaja malipo yake, na anasema kwamba hii najua mimi nitakwenda kumlipa mtu ninavyojua katika siku saumu kama hii. Yani Mwenyezi Mungu hakubainisha malipo ya saumu, bali amesema kwamba mimi najua ni tamlipa nini, kuonyesha ya kwamba saumu ni ibada tukufu. Waonaje lao utachukua ibada tukufu kama hii ya saumu uiweke katika siku 10 hizi tukufu, ajiri yake inakuwa vipi? Malipo yake yanakuwa vipi? Thawabu zake zinakuwa vipi? Tufunge kwa kadiri ambapo kwamba tunapoweza katika siku 10 hizi za Dhulhijja. Funga ikiweza kuanzia tarehe 1 mpaka siku ya Arafa ambapo kama ni tarehe 9, ama funga kwa zile siku ambapo kwamba unazoweza. Alhasil zisiishe siku kama hizi, zisimalizike siku kama hizi, angalau pia mimi na wewe tumejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada tukufu, tumejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa masiku matukufu. Naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha, atatuafikia kufanya kila ambalo kwamba linamridhi yeye na linamfurahisha yeye katika masiku kama haya matukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuombe
awakubalie walioenda haji ibada zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie kwa yale ambayo kwamba tutakao nuia kuyafanya katika masiku haya 10, masiku matukufu. Kwa baraka ya miezi hii mitukufu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarahamu, awasamehe wale wote ambao kwamba waliotangulia mbele za haki, na sisi ambao kwamba tuko nyuma. Inshallah Mwenyezi Mungu atupatie afya, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azikubali zile ibada zetu ambao kwamba tumenuia ama tunanuia katika kuyafanya katika masiku haya matukufu. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum.